aliwatoa wana wa Israeli Misri, aliiona nchi ya ahadi, lakini Mungu hakumruhusu kuingia. Sababu ni nini? Twende tukaone. Musa alisafiri na wana wa Israeli jangwani kwa muda wa miaka 40. Lakini ilitokea siku moja wakiwa jangwani walikosa maji. Wana wa Israeli wakaanza kulalamika kwa Musa na Haruni. Wakamwambia, ni bora tungekufa kule na wenzetu. Mmetuleta huku jangwani. Hakuna makokomanga, hakuna zabihu, hakuna hata maji ya kunywa. Kwa hiyo wana wa Israeli wazo yao kwa wanaenda kufa. Musa alivyoona vile, akarudi hemani kumlilia Mungu na kuomba. Mungu, utukufu wa Mungu ukamzukia, ukamwambia, chukua fimbo yako, nenda kwenye ule mwamba, wakusanye watu wote pamoja na wanyama wao. Alafu uambie mwamba utoe maji. Wenyewe mwamba utatoa na watakunywa wao pamoja na wanyama wao. Sasa kwa sababu Musa baada ya kupata confirmation kwa Mungu akapata amani, akaenda akakusanya makutano yote pamoja na wanyama wao. Sasa Musa anadhani pale sasa hasira zilipanda, kwa sababu aliambia, enyi watu waasi. Ilibidi awaite waasi. Inaonekana Musa expression yake alikuwa na hasira. Musa na Haruni, enyi waasi, je, tuwape maji kutoka kwenye mwamba huu? Anawauliza. Sasa Musa badala ya kuambia ule mwamba utoe maji, mwenyewe akaupiga mara 2 kwa kutumia ile fimbo ambayo Mungu alimwambia aende nayo. Ni kweli Mungu alimwambia aende na fimbo, lakini hakumwambia atumie fimbo kupiga mwamba ili mwamba utoe maji. Aliambiwa tu utoe, au ambie utoe maji. Sasa baada ya hapo Mungu akamwambia, kwa sababu huku nisitiri mbele ya watu wangu, hakika nchi ya ahadi utaiona, lakini hautaingia. Na kweli tunaona alitangulia kufa Haruni, baadaye akaja kufa Musa. Tunajifunza nini hapo kutoka kwenye hiyo story? Ni kwamba Mungu ana operate in a very mysterious way. Yamkini hichi kitu kingetokea kwa majira ya sasa, watu wengi wangekuwa wako surprised, kwa sababu saizi si wengi wanaamini sana ukiambia kitu kinaweza kikakuitikia, au yamkini ukifanya kitu cha ajabu, kitu ambacho hakieleweki, kinaweza kikafanya kitu ambacho au kikakuletea kitu. Lakini kutokea hapo kuna mambo mengi pia nimejifunza kutoka kwenye historia ya Musa na Mungu, kwamba hasira sio kitu kizuri sana, kwa sababu naamini kabisa hasira ilimfanya Musa yamkini akasahau maagizo ambayo Mungu alimpa, kwamba unatakiwa useme lakini sio upige. Sababu ukiona hata alivyokuwa anaongea na wale makutano, aliwaambia, alikuwa anawakashifu kabisa, anaambia nyinyi watu waasi. Sababu Musa alikuwa na hasira kwamba wamemlalamikia sana. Yani kiasi kwamba Musa alipopata confirmation akaamua sasa awarudie, kwa sababu anajua kabisa chochote atachokifanya Mungu lazima atafanya, atatoa maji. Kwa sababu na Mungu alivyo mwaminifu, pamoja na kwamba hakusema akapiga, lakini bado maji yalitoka. Imagine. Lakini Mungu hakupendezwa kwa sababu hakutii. In the matter of fact, Biblia anasema hasira ukaa kifuani kwa mpumbavu. Kwa hiyo hasira sio kitu kizuri sana kukaa nacho, lakini kinaweza kusababisha madhara makubwa kama haya aliyompata Musa. Musa yamkini angetulia, angefuata yale ambayo Mungu alisema, angeweza kutimiza kwa kutumia kinywa chake, lakini angeweza kuingia katika nchi ya ahadi ambayo sasa yeye mwenyewe ilikuwa ni taski yake kuwatoa kule Misri kuja kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Lakini jambo la pili ambalo nimejifunza ni kwamba Mungu haoperate na njia moja. Yamkini labda Musa pia alikuwa akifikiria kwamba siku zote hii fimbo nilikuwa nikiitumia kupiga bahari inagawanyika, na ipiga chini anageuka kuwa nyoka wa shaba. Lakini nikipiga huu mwamba tena mara 2 unaweza ukatoa maji. Umeona? Tofauti na kusema. Kumbe Mungu anataka kutufundisha pia hapo kwamba si Mungu wa njia moja. My last video pia niliongelea nikasema Mungu ana njia nyingi sana za kufanya mambo. Mungu sio Mungu wa njia moja, na njia zake hazichunguziki. Unaweza kwa dhani Mungu anakuja na njia hii
na Mungu kweli akaja na njia nyingine. Sasa hiyo ni kwenye maisha tu ya kawaida ya muamini ambaye anaamini Mungu kwenye mambo yake. Sasa kwa Musa najaribu kuwaza kwamba Mungu sio Mungu wa njia moja. Sio kwamba akikwambia uende na fimbo ndio uitumie hiyo fimbo kufanya kile ambacho amesema. Yeye ni Mungu wa njia nyingi. Anaweza kutumia mdomo wako kufanya jambo lako au kile kitu ambacho unacho. Kwa hiyo Musa alitakiwa tu aseme, alafu mwamba utawe maji. Lakini pia kitu kingine ambacho nimejifunza, Mungu ni Mungu wa kuaminiwa. Yaani ilibidi tu Musa aamini kwamba nikisema mwamba huu utatoa maji, na sio kwenda extra mile kutokana na experience yake nyuma aliyokuwa nayo ya kupiga bahari, ya kupiga fimbo chini itoe igeuke kuwa nyoka wa shaba. Mungu ni Mungu wa kuaminiwa. Na yeye, imagine hata tukikumbuka kipindi cha Adam alibidi waamini tu wakila ile tunda kama Mungu alivyosema, wasile ile tunda wa mti wa mema na mabaya. Wakule matunda mengine tu, ibidi waamini na watekeleze. Lakini kwa sababu hawakutekeleza wakaja kumwamini mtu mwingine maneno yake na wakala, basi ndio hii dhambi ambayo tunatembea nao wanadamu mpaka leo. Na in the matter of fact, ili utoke huko, ili usamehewe dhambi zako, ili usife kwa dhambi, inabidi tu tunarudi pale pale, umwamini tu Mungu, umwamini Yesu. Yeye anasema yoyote aniaminie, yoyote, yani hii ni kodi ya yoyote amwaminie ataokolewa, atapata uzima wa milele. Yohana 3:16. Kwa hiyo Mungu ni Mungu wa kuaminiwa. Najua kuna masomo mengi, yamkini mtu mwingine anaweza akawa amepata revelation nyingi na kubwa zaidi ya haya ambayo tumezungumza hapa, lakini ni vizuri ukaenda kusoma pia hii story wewe. Inatoka katika kitabu cha Hesabu sura 20, ukasoma ukapata kuelewa. Usiache like, kusubscribe na kushare video hii na wengine ili wapate kuelewa. Tuambie hapo chini kwenye comment, wewe una revelation gani kuhusiana na huu mstari, na pia umejifunza nini pindi ambapo ulisikia hii story. Lakini pia kama ni mara yako ya kwanza kusikia, basi utaenda kusoma kitabu cha Hesabu 20, alafu utakuja kutuambia sasa umejifunza nini. Karibuni sana na niwatakieni Jumapili njema. Asanteni sana.